Tayari Mheshimiwa Raila na Mheshimiwa Ruto walishaongea pale chini, wakaunda ile kamati ya watu 7 ilikuwa inaitwa nini, Non-Partisan Committee ya bunge. Wakati walienda kukaa, ni vitu gani ambayo ilijitokesha? Kulitokesha mambo kama 5. Ya kwanza, audit ya last general election. Ya pili, hawatambui Ruto kama president. Hayo ndio yalikuwa mambo makuu. Kwa hivyo ukisikia kuna maongeo, hakuna maongeo ingine. Watu wa Azimio mpaka leo hawajawahi tambua kwamba Mheshimiwa Rais William Samoei Ruto ni president. That is the issue. Mtu asikwambie kuna maongeo ingine. Jambo lingine ningependa kueleza kwamba ukisikia kuna maongeo, ngoja, ukisikia kuna maongeo, kuna interest. Raila anafuata interest na Uhuru anafuata interest ya familia zao. Si interest ya wananchi. Hawa ni watu wanang'ang'ania biashara zao ambao wanaona Mheshimiwa William Ruto wakati ameingia kwa kiti amewalemea. Kwa hivyo wanajaribu kung'ang'ana kupitia nyinyi ndio angalau hizo biashara zao zirudi kawaida. Lakini hakuna maongeo mengine atitahusu mwananchi wa kawaida, ni interest za wanasiasa. Hiyo wazi kwa vichwa wetu. Huo unasikia kama inakuuma ama ikufurahishi, hiyo ndio vile iko. Nikapenda kuambia hivi, wakati tulienda maandamano mara ya kwanza, ilikuwa Jumatatu, ilikuwa Jumatano, Raila Amolo Odinga hakutokelezea na wabunge wengine wa Azimio. Wakasema hawakutokelezea kwa sababu walikuwa na information kwamba kuna maaskari wamepatiwa civilian watapiga watu, wataumiza watu. Mheshimiwa Odinga hakutokelezea. Wao wakawa na hiyo information, wakaenda wakajificha. Wewe ni baba wa watoto. Kwa mfano, unaona pale nje kuna shida. Wewe baba unajificha kwa nyumba, lakini unaambia watoto wako watoke. Sasa wewe baba umejificha kwa nyumba, lakini umewacha raia wala walikupigia mkono wakiuawa huko. Alafu baadaye unaenda kulia machozi ati wameuawa. Hiyo ni kuwalagai tu, ni kulagai wananchi. Asanteni.